Haleluya, mtumishi wa Mungu, ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe unayenisikiliza na unayenitazama. Ninakuletea tangazo zuri sana la ibada ya kesho. Ni ibada ambayo haijawahi tokea. Ibada ambayo kiukweli tumekuwa tukiitamani katika namna isiyo ya kawaida na namna ambavyo Mungu ametupa mwaka wa 2026 kwa namna isiyo ya kawaida. Nami nakutangazia ya kwamba kesho tunayo ibada na inaanza saa 10 kamili mpaka saa 12. Na ni ibada ambayo kiukweli Mungu ametupa kushiriki pamoja na watu, na kuna watu wameshapata siri ya ibada ya Jumatano kwamba ni ibada nzuri. Kuna watu wanafunguliwa, kuna waliofungwa kwa kweli wanawekwa huru sawa sawa na neno la Bwana. Na mimi nakutangazia nikakushawishi kabisa kwamba usije ukakaa nyumbani pasipo kushiriki katika ibada hii. Na ni ibada ambayo ina somo takribani wiki mbili, tunaenda wiki ya 3, linahusu malango. Na kesho pia mtumishi atakuwa anasimama kwa ajili ya malango, na kwa kweli ni kuombe tu ya kwamba mazuri utayakuta na mazuri utayaona ukifika katika kanisa hilo la Nyakato Mennonite. Nikutangazia kwamba hautabaki kama ulivyokuja na hautarudi nyumbani kama ambavyo ulikuja. Kuna vitu ambavyo Mungu atavibadilisha kwenye maisha yako. Nikuombe kabisa kwamba hata kama uko kazini, tamani kwamba ukimaliza kazi yako, hata kama umechelewa, basi ufike, kuliko kukaa pasipo kufika katika ibada hiyo. Nikushukuru kwa namna ambavyo Mungu atakupa nguvu, na ninakuombea kwamba Mungu akutie nguvu na akupe wateja wewe ambao unafanya biashara. Kuanzia asubuhi kufika saa 10, basi tenga muda kwa ajili ya Mungu, na Mungu atakubariki na atazidisha malango ya kazi yako, malango ya biashara na familia yako kwa ujumla. Shiriki ibada, shiriki utumishi huu, shiriki pamoja na wengine kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Fanya haya yote kwa ajili ya Mungu, wala si kwa ajili ya mwanadamu awaye yote. Mungu wangu akubariki, na ninakuombea Mungu akutie nguvu. Uliye mgonjwa Mungu akuponye na kutie nguvu na akupe hamu ya kushiriki ibada ya kesho kwa utukufu wa jina lake. Amen. Amen. Amen.